Basi tutazungumza kwa habari ya kuthamini ama kutunza neema ya Mungu katika maisha yetu. We are going to speak about how to value the grace of God in our lives. Efeso 2:8-9. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. That is going to be our key verse. Na neno lingine litakuwa waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 10. Another scripture comes from 1 Peter chapter 5 verse 10. Naomba tusome, anza na Efeso 2:8-9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Tasoma, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Mstari wa 9, mtu awaye yote asije akajisifu. Amen. Amen. Tumeokolewa kwa neema. Tumesema tunza ama thamini neema ya Mungu iliyo katika maisha yako. Thamini neema ya Mungu katika maisha yetu. Tunapaswa kuthamini na kutunza sana neema ya Mungu iliyo katika maisha yetu, kwa sababu ni neema iliyotuokoa. Hakuna kazi yote ambayo tulifanya tukastahili kuokolewa. So we are saved by grace, not by works. That is why our sermon today tells us we have to value the grace of God in our lives. Amen. Na Petro wa kwanza 5. 1 Peter chapter 5. Nimetoa tu brief ya hiyo mistari, maana ndio ambayo tutasimama nayo kwenye tafakari hii ya mchana wa leo. Petro wa kwanza 5:10. 1 Peter chapter 5 verse 10. Neno la Mungu linasema, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwathibitisha na kuwatia nguvu. Amen. Neema ina Mungu. Sema neema ina Mungu. Grace is of God. Ama neema inatoka kwa Mungu. Grace comes from God. Sitaki kwenda kwenye maelezo ya kwamba neema na kweli vimeletwa na Kristo, tunafahamu hayo, lakini kwa ujumla mwanadamu hana kitu chochote cha kujivunia kwamba kuna kazi fulani amefanya ndio maana akawa kama alivyo akastahili kitu chochote. Ni neema ya Mungu. We all know that grace and truth comes from our Lord Jesus Christ, and there is no any works that man can boast about. It is only by the grace of God. Lakini kwa bahati mbaya wanadamu tumekuwa hatuthamini neema ya Mungu wala hatuitunzi neema ya Mungu, lakini tunaweza kuthamini vitu vyetu vya thamani. Wakati neema ya Mungu ni ya thamani zaidi, tunaweza kutunza vitu vyetu vya thamani, lakini si neema ya Mungu kwenye maisha yetu. But unfortunately, we men do not value and we do not guard the grace of God in our lives. Instead, we value the material things which are not worthy. Mwanadamu anaweza akatunza kitu ama ni picha ama chochote kile kwa miaka hata 20, hata 30. A man can keep a photo or anything for even up to 20 or 30 years, ambacho anakiona ni cha thamani, anakiona ni kizuri, which they regard is nice and very valuable, lakini hatatunza neema ya Mungu ambayo iko juu ya maisha yake. But he or she won't keep the grace of God which is in his or her life. Na hicho ni kitu ambacho ni cha hatari sana, maana neema ya Mungu ndio ya thamani kuliko kitu chochote kile ambacho unajua unaweza kutunza. Kuna watu wanaweza kutunza fedha. That is very dangerous. There are people who are able to keep money, but they are not able to maintain or keep the grace of God in their lives. Nasema kutunza neema ya Mungu inakuwa ni ngumu, kama ambavyo tumesema hapa wakati wa neno lile la uinjilisti, kwa sababu utaona ambavyo Mungu anafanya mambo mengi kwenye maisha yetu, lakini hatutunzi. So, just like we had in evangelism, God does a lot of things in our lives, but we do not keep them. Mungu ametufungua, Mungu ametubariki, Mungu ametuponya, Mungu ametulinda na mambo fulani fulani. Sisi sote hapa ni mashahidi kwa ajili ya shuhuda ambazo zimekuwa zikitolewa mahali hapa, lakini unagundua kwamba
hatuna bidii katika kutunza yale ambayo Mungu ameyatenda kwetu. God has protected us. God has been so good to us. God has kept us away from all harm, but unfortunately we are not able to keep it. We are not vigilant to preserve that. Hebu jiulize, je, ninatunza neema ya Mungu? Now ask yourself, do I keep the grace of God? Mimi ni mtunzaji wa neema ya Mungu kwenye maisha yangu? Am I the keeper of the grace of God in my life? Labda tuanze kwa kujiuliza, neema ya Mungu ni nini? Let us start by asking ourselves, what is the grace of God? Niseme ya kwamba wakati natafakari nimeandika kwamba neema ya Mungu ni upendeleo au wema wa Mungu kwa mwanadamu asiyestahili. So, while I was meditating, I wrote that the grace of God is favor and faithfulness of God unto man, which man does not deserve. Ni upendeleo au wema wa Mungu kwa mwanadamu asiyestahili. It is goodness of God and favor unto man, which man does not deserve. Ama unaweza ukasema ni nguvu ya Mungu inayoachilia mambo mema kwa mwanadamu. Or you can say it is God's power which releases good things unto man's life. Nguvu ya Mungu inayoachilia yaliyo mema juu ya mwanadamu ambaye hastahili. It is the power of God which releases good things unto man who does not deserve. Nasema hastahili kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba hakuna anayestahili wema wowote wa Mungu. Hakuna anayestahili, ni neema tu ya Mungu. No one deserves any goodness of God. It is only by the graces of God. Wengi wetu tumezoea kusema, mtu anaweza akakuuliza labda, umependeza, mwambie ni neema ya Mungu. Many people are used to just say it is by the grace of God, even when they are given a compliment. Au umeweza kufanya hivi, tunasema ni neema ya Mungu. Or you are, congratulations upon this, you will just reply it is by the grace of God. Lakini mara nyingi huwa tunaisema kwa mazoea tu, si kwamba tunamaanisha kwamba tunajali kweli ni neema ya Mungu. Most of the times we say it out of habit, not because we really mean it. It is the grace of God. Wakati mwingine tunafikiri kwamba ni kwa sababu nimefanya kazi kwa bidii sana ndio maana nimeweza kufanikiwa. Sometimes we might think it's because I'm a hard worker, that is why I have prospered. Au kwa sababu nimejilinda sana ndio maana sijaugua. Or because I have protected myself, that is why I have not fallen sick. Lakini si kweli, ni neema tu ya Mungu. But it is not true. It is only by the grace of God. Nitoe mfano wa vitu vichache tu ambavyo wanadamu tumevifanya mazoea kiasi kwamba hatuioni tena neema ya Mungu kwenye hivyo vitu. Let me give an example of various things which we men have made it a habit until we cannot see the grace of God. Kwamba ninaishi leo ama niko mahali hapa nalisikiliza hili neno la Mungu, nimeweza kutoka nyumbani nikafika hapa nasikiliza hili neno, ni neema ya Mungu. That I am from my home and I am here seated listening to the word of God, that is the grace of God. Yes, kwa sababu kuna mtu ambaye naamini yuko kaburini. Because I believe there is a person in the grave ambaye angalipewa nafasi ya kuwa hai, angeweza kuja naye kusikiliza neno kama hili. Perhaps he or she, if was to be given an opportunity, he or she would be here to also listen to the word of God. Kwa hiyo uhai tulio nao So kutuwezesha hata kutoka majumbani kwetu na kuja mahali hapa kusikiliza neno la Mungu ni neema ya Mungu. So the life that we have, which enables us to be seated here to listen to the word of God, is the grace of God. Si kwa sababu umekula chakula kizuri au si kwa sababu umejilinda ndio maana uko na afya ulio nayo. Not because you eat healthy or you have protected yourself enough, that is why you are hata healthy. Nguvu ya kupata hicho chakula unachokula ni neema ya Mungu, si kwa sababu umefanya kazi kwa bidii. Even the energy to get the food that you eat is not by your power. Kuna watu wanafanya kazi kwa bidii sana lakini wanakata siku moja hawajapata kitu cha kula. There are also people working very hard but they can go a day without food. So you have to know it is by the grace of God. Ni neema ya Mungu. Mwambie jirani yako kila kitu ni neema.
Kila kitu ni neema. Tunavyosema hivyo tumaanishe. When we say that, let us mean it. Sema kila kitu ni neema. Kila kitu ni neema. Yes, adui asitudanganye. Ama una kazi ama una biashara ulionayo ni neema. Whether you have a job or a business, it is grace. Wapo wengi ambao ni wasomi, wako wengi ambao wana akili, wako wengi ambao yamkini hata wana mtaji wa kufanya biashara lakini hawawezi kufanya biashara, au wanafanya biashara haifiki mahali, au wana vyeti vyao vya maana lakini hawana kazi ulionayo. Ni neema ya Mungu. There are a lot of people who are very smart, they have a lot of certificates, and perhaps they have capital, but they do not have a job like you, or they do not own a business. Basi labda nimezungumza vitu vikubwa, tuzungumze vitu vya kawaida kabisa, kwamba unaweza ukafungua kinywa chako ukazungumza kama ninavyozungumza hapa. That you are able to open your mouth and speak just like I speak. Nani alifanya kazi kwamba alifanya kazi ili aweze kuzungumza? Who worked so that they can speak? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Jesus. Kumwazia mtu aliyezaliwa bubu ambaye hasemi. Have you ever think of a person who is dumb and cannot speak? Unadhani kwamba yeye alifanya dhambi au wazazi wake walifanya dhambi akafungwa kinywa, alafu mimi na wewe tukafunguliwa vinywa? Do you think it is because they sinned or their parents sinned, that is why they can't speak, and you and I today Sema can ni speak? neema ya Mungu. Say it's a grace of Ni God. neema ya Mungu. It is by the grace of God. Kwamba una macho unaweza kutazama, unaangalia daftari lako, unaandika, unageuka huku na huku, unaona hiki kizuri, hiki kiko hivi. Unafikiri kwamba ni kuna kazi gani wazazi wako walifanya, au kuna kazi gani ambao wewe ulifanya? Ni wangapi ambao wamezaliwa vipofu hawaoni? If you have eyes and you can see, do you think it is because your parents did something? Unadhani kwamba walikosea mahali au walikuwa wadhambi kuliko mimi na wewe au kuliko wazazi wetu? Do you think the ones who are born blind, is it because they are sinners more than us, or their parents were sinners more than our parents? Natamani tuweze kutafakari neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni kila kitu. The grace of God is everything. So Bwana I Yesu desire. asifiwe. Praise the Lord Bwana Jesus. Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwamba siku moja uamke huwezi kutembea, unaumwa, ndio utajua kwamba ile neema imeondoka, ile neema ya afya imeondoka, ambao ulikuwa unaiona ni kawaida, ni mazoea, kwamba ninaamka, ninatembea, ninaenda pale, nashika hiki, ninaamka, ninasikiliza hiki, nafanya hivi. Huwezi, unaumwa, uko kitandani, utajua kwamba kuna kitu kimeondoka. Don't wait until a day when you wake up, you are sick, you cannot put your legs and stand because of the sickness, for you to realize it was by the grace, that the grace to be able to walk has departed. Thamini neema ya Mungu juu ya maisha yako. Value the grace of God upon your life. Kuna mtu ambaye angependa kuwa ana akili, au niseme kuna mzazi ambaye ana mtoto wake ambaye angetamani awe kama mtoto mwingine, akae darasani afundishwe kitu aelewe, lakini amezaliwa ana mtindio wa ubongo. There is a parent who also desires that their child would go to school and be taught and understand like the rest, but the child is born autistic. Umewahi kuwaza kwamba mimi ni nani Mungu akanipa hii akili ambayo inaweza kufikiria sawa sawa, nikachagua lilo jema na baya, nikaweza kujifunza kitu nikaelewa, au mtoto wangu akajifunza kitu akaelewa? Umewahi kuwaza kwamba ni neema ya Mungu? Have you ever sat down and meditate, who am I that God has given me the mind where I can know the right thing to do and the wrong thing to do, or my child that they can do well at school? Lakini so hivyo tu, hata hawazaliwi, wengine wanazaliwa na akili zao timamu, lakini safari ya maisha inavyoendelea wanaishia kuwa kichaa. Hujakutana na vichaa, mtu tu mzima ana nguvu zake lakini hana moja hana mbili. Wewe ni mwema, mimi na wewe ni mwema, tunadhani kwamba tu wema kuliko huyu, hatuoni kama ni neema tu ya Mungu. Kwa nini wewe usiwe kichaa? Apart from that, there are people who are born with very good brain development, but later on they become crazy. Don't you think it is by the grace of God that you and I are here in our right minds? Unatoka asubuhi unarudi jioni, kila siku, Januari mpaka Januari, mwaka wa kwanza mpaka wa 10, hujapata ajali njiani ukavunjika miguu ama ukafa.
Lakini wako watu ambao walitoka kama unavyotoka, wanaenda kwenye shughuli zao wakaishia njiani, wengine wakapata labda ulemavu wa kudumu wa maisha. Mimi na wewe tuna wema gani wa kustahili hayo na hao wengine, kwamba walikosea wapi pakubwa kiasi cha kupitia waliopitia? Every day throughout the year, you leave your house and go to your activities and come back home safe, and you have not gotten into any road accident. Now you can sit and ask yourself, there are millions of people who suffer road accidents. Is it because we are too good? Ninachokizungumza ni chepesi sana, kiasi kwamba hata mtoto Baraka pale wa darasa la kwanza ambaye amekaa pozi la kulala akisikiliza anaelewa. What I speak is so simple that even a child of grade 1 can understand. Si ndio Sharon? Si ndio? Unaelewa? Unaelewa? Wewe unaelewa? Dominic, unaelewa? Tunachokizungumza ni chepesi sana, ambacho mtu yeyote yule, hata mtoto mdogo wa darasa la kwanza, mradi ana akili ya kusikia na kuelewa, anaweza kuelewa. What we speak is so simple that a child of grade 1 can understand this. Eti watoto, wewe uko unasoma hapa Nuru Angavu, uko boarding, unalipiwa ada, unalala pazuri, unajua kwamba kuna mtoto yuko kijijini ana umri kama wa kwako, hajawahi kuona chumba cha darasa. Yeye ni muovu kuliko wewe. Ni nini? Ni kwa neema za Mungu. Ni kwa neema za Mungu. Mpigie Bwana Yesu makofi. It is by the grace of God that a student is here in school, because there are some places a child of your age has not been able to attend school. Kwamba kumbe ningeweza kuwa mimi kwenye ile nafasi. So it means perhaps it would have been me in that position. Lakini kwa nini si mimi kwenye ile nafasi? But why is it not me in that position? Ni neema ya Mungu tu. It is only by the grace of God. Pigie Bwana Yesu makofi. Clap your hands to our Lord Jesus. Haya, kitu kingine ambacho ni chepesi kabisa. Umekaa hapa, kuna hewa inaingia kwenye pua yako, inaenda kwenye mwili wako, inakufanya unaishi. Wakati mwingi hata hatuko aware kama kuna hewa navuta. Labda mpaka mtu akwambie bana pua, bana mdomo, ndo utagundua hivi kumbe kuna hewa ilikuwa inaingia puani mwangu inanifanya niishi. Ile hewa ikiwa haipo nimeondoka. So perhaps just us breathing, being able to breathe, we take it for granted sometimes, until when we are suffocated is when we realize it. Unajua kuna mtu ambaye yuko hospitali na mtungi wa oxygen, yani yeye hii hewa ya kawaida ya Mungu kuna namna haingii kwenye mwili wake, kwenye mapafu yake vizuri, kwa hiyo anasaidiwa na oxygen. Wengine niliwahi kuona wengine wametobolewa hapa. Are you aware that there are people in the hospitals that ili aweze kupumua, they are breathing under ventilators and they are not able to breathe naturally, just like you and I? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Bwana Jesus. Yesu asifiwe. Praise the Lord Unadhani Jesus. kwamba wao ni waovu kuliko sisi ambao tunavuta hii hewa ya Mungu bila kujua kama tunaivuta? Do you think they are so evil than us who can breathe spontaneously? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hakika si kwamba ni waovu. Surely it's not because they are the evil Ni ones. neema tu ya Mungu. It is only by the grace of God. Wakati fulani Yesu akawaambia, sina hakika kama niandika ule mstari. Ni Luka 13. Luka 13 mstari wa kwanza hadi wa 4. Luka Some. 13 mstari wa kwanza hadi wa 4. Na wakati huo huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Na waambia, sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Endelea. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Hujamaliza. Mstari wa 5. Msipotubu
Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Amen. Ni Yesu anawahoji wanafunzi wake. Walimletea taarifa ya kwamba kuna watu walikuwa wameenda kwenye hekalu, tuseme kama wamekuja mahali kama hapa kumfanyia Mungu, kumtolea Mungu dhabihu. Now here is Jesus speaking to his disciples. The disciples brought a report that there were people who went to the temple to take their offerings to God. Wakiwa katika kumtolea Mungu dhabihu, Pilato akawaua. While they were still offering their offerings to God, Pilate killed them. Yaani walikuwa wanafanya tendo jema kabisa la kumfanyia Mungu ibada ya kumtolea dhabihu. They were doing a very good act of giving their sacrifice unto God. Lakini wakauawa wakiwa madhabahuni. But they were killed while they were in the temple at Yesu the altar. akawauliza wanafunzi, mnadhani kwamba hao watu walikuwa waovu kuliko ninyi? Jesus asked his disciples, do you think those people were more evil than you are? Kuna wengine waliangukiwa na ukuta, There are others who the tower fell unto them, wakaangamia. and they perished. Yesu akawauliza, mnadhani wale walioangukiwa na ukuta walikuwa waovu kuliko ninyi? Now Jesus asked, do you think the ones whom the tower fell upon them and they died, they are evil than you? Nikisema kwa habari ya sisi maisha yetu ya leo ama matukio ambayo yametokea hivi karibuni hapa nchini kwetu, kuna watu wengi tu walipoteza maisha mwishoni mwa mwaka jana kwenye zile harakati za uchaguzi. Just speaking from our environment in our nation, there are a lot of people who lost their lives by the last quarter of the year during elections. Ambao yamkini wengine hawakuwa wanafanya kosa lolote ama uovu wowote. Perhaps there were others who were not doing anything wrong. Lakini waliuawa na wengine hata miili yao haikuwahi kuonekana. Perhaps they were killed and some their bodies were not even found. Kwani wao unadhani walikuwa waovu kuliko mimi na wewe? Now do you think they were more evil than you and I? Wengine walikumbwa na mauti hizo wakiwa barabarani, ambapo hata sisi wengine tulikuwa huko barabarani. Others were killed while they were just walking by the road where we also passed by. Wengine walikuwa hata kwenye nyumba zao kama ambavyo tuliona taarifa hizo zikisambaa. Others were in their homes just like we got the information. Lakini walikutwa na mauti wakiwa kwenye compound za nyumba zao. But death followed them at the compounds of their homes. Unadhani walikuwa waovu kuliko mimi na wewe? Do you think they were evil more than you and I? Mwambie jirani yako, thamini neema ya Mungu. Thamini neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu kwamba unaishi. It is the grace of God that you are Ni alive. neema ya Mungu kwamba uko hai hata leo. It is the grace of God that you are alive up today. Pigie Bwana Yesu makofi. Clap your hands to our Lord Jesus. Lakini ukisoma ile tulioanza nao tukasema neno ambalo tutatembea nalo la Waefeso 2:8-9. When we go to read from the scripture Ephesians 2 chapter 8 and 9, chapter 2 verse 8 and 9. Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haitokani na nafasi zenu, ni kipawa cha Mungu. For by grace you are saved through faith, and not of yourselves, and it is the gift of God. Tumeokolewa kwa neema. Mwambie jirani yako, tumeokolewa kwa neema. We are saved by grace. Hakuna anayesema kwa sababu nilikuwa mpole sana, nilikuwa mnyenyekevu sana, neema iliniokoa. No one can stand and say it is because I was too humble and too nice that the grace saved. I got salvation. Hapana. No. Si kwa sababu ya chochote kile ulichokuwa, maana kuna ambao ni wanyenyekevu, kuna ambao ni wacha Mungu, kuna ambao ni watu wasiokosa ibada kuliko mimi na wewe, lakini bado hawajapata neema ya wokovu. Not because you are humble or because of anything you did, because there are people who have never missed service and they attend very well more than you and I, and still they have not received salvation. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Sisi sote hapa tumetoka huko kwenye dini. We have all come from religion. Kuna watu ambao ni waaminifu sana kwenye dini zao. There are people who are very faithful in their religions. Hawakosi wala
hawapingani na chochote, They do not miss or they do not oppose lakini anything. hawajakutana na neema ya wokovu. But they have not received the salvation. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Bwana Jesus. Yesu asifiwe. Praise the Lord Kwa kwamba Jesus. mimi na wewe tumepata neema hii ya wokovu ya kumjua kwamba Yesu Kristo ni kumwamini na kumkiri Yesu kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ni neema, si kazi yoyote ile ambayo tulifanya. Now you and I having this opportunity to believe in Christ Jesus and declaring and believing that he is Lord, it is by grace, not by any works. Hii tusaidie kuchukulia neema hii ya wokovu serious. Now let this help us for us to take the grace of salvation very serious. Kwamba kuna mtu mwingine mwema kuliko mimi huko, lakini hajapata neema hii ya wokovu. There is someone else somewhere else who is good than me and still they have not received the salvation. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Yes. Hebu tafakari namna ambavyo unaitazama neema ya Mungu kwenye maisha yako katika eneo lolote lile, kwenye eneo la wokovu, kwenye eneo lolote lile la maisha yako. Now let us meditate how you consider the grace of God in your life in any way. Kama ni neema ya Mungu inatubeba namna hiyo, ni neema ya Mungu inafanya kila kitu kwenye maisha yetu. Tunafikaje mahali tunakuwa kama tunaona ni nguvu zetu, tunaona ni akili zetu, tunaona ni uwezo wetu, tunatembea kwenye mazoea. Ni nini ambacho kinatokea kinatufanya tunafika mahali tunaisahau ile neema ya Mungu? If it is the grace of God that carries us throughout, how comes we reach to a point and we forget about the grace of God? Ukiona kwamba kama tulivyokuwa tunasema wakati wa kipindi cha uinjilisti, ukiona kwamba kuna namna ninaenenda kiuvivu, kiuregevu, kikawaida, ni dalili ya kwamba sithamini neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Now, just like we spoke in evangelism, we see that if I do not have vigilance in the spiritual things, it means I do not value the grace of salvation in my life. Na Biblia inasema tusimtie Mungu kisirani. And the Bible say, let us not anger God. Kuna siku Mungu anaweza akagusa kitu chochote kwenye maisha yako, alafu kila kitu kikabadilika. There is a day God can touch something in your life and everything will change. Mungu anaweza akaruhusu hiyo afya ikaguswa, alafu kila kitu kikabadilika. God can allow your health to be tampered with and everything in your life will change. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord hiyo Jesus. afya ambayo huoni kama ni neema ya Mungu, Mungu anaweza akaigusa. Akaruhusu kama alivyoruhusu kwa Ayubu. Ukaguswa kwa maana ya kwamba ile afya ikaondolewa, alafu ndo utagundua kwamba nilikuwa nachezea neema ya Mungu. The health that you have is which you do not consider it as the grace of God and you take it for granted. God can allow it to be tempered with, just like Job. Then you'll realize that you were messing around with the grace of God. Chochote kile ambacho ni kizuri, chochote kile ambacho unakiona kwenye maisha yako, jua kwamba ni neema ya Mungu na thamini. Mheshimu Mungu na thamini kile ambacho Mungu amekiweka kwako. Thamini ile neema ya Mungu ambayo imeachilia hayo mema kwako. Anything good that you see in your life, you have to acknowledge it is the grace of God and you have to be thankful to God for that grace. Usichukulie poa, usichukulie kawaida. Do not take it for granted. Usichukulie wokovu wako poa, usichukulie wokovu wako kawaida. Do not take your salvation for granted. Usichukulie chochote kile kawaida. Endelea. Do not take anything in your life for granted. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Niseme kuna haya mambo nilikuwa natafakari tu mimi mwenyewe, lakini naamini kwamba yana faida kwa mtu anayesikiliza. Nikiwa ni mtu mwenye kuthamini neema ya Mungu kwenye maisha yangu, nitakuwa ni mtu mwenye moyo wa shukrani. If I'm a person who acknowledges the grace of God in my life, I'll be a person filled with thanksgiving. Sitakuwa ni mtu wa kulalamika, mtu wa laumu. I won't be a person who is full of complaints. Maana kabla ya kulalamika nitatazama yale mengi ambayo Mungu amenitendea,
hiki kimoja hiki ambacho bado kisinitoe kwenye kumtukuza Mungu wangu, nikavaa roho ya laumu na manunguniko. Now, before I go into murmuring and complaints, I will look at a lot of things which God has done, and I will not let the one thing which is not yet answered take me away from thanksgiving. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ukiwa ni mtu wa kuthamini neema ya Mungu kwenye maisha yako, utakuwa ni mtu wa moyo wa toba. If you're a person who you acknowledge the grace of God in your life, you'll be a person who lives a repentance life. Kwa nini moyo wa toba? Kwa sababu hutaki kufarakana na Mungu. Maana unajua kwamba Mungu hakai na chochote ambacho ni kichafu. You have a repentant heart because you know God does not dwell with anything which is unclean. Utakuwa ni mtu wa kunyenyekea, mtu wa kushuka. Ukiwa unathamini neema ya Mungu kwenye maisha yako, utakuwa ni mtu wa kunyenyekea sana, mtu wa kushuka sana. If you're a person who values the grace of God in your life, you'll be a person with a life of humility. Kwa sababu hutaki Mungu akushushe. Because you do not want God to humble you. Yes, Biblia inasema kwamba yeye anawadhili wenye kiburi. Mtu mwenye kiburi ambacho tunakiona kwenye Biblia sio ule mtu unamtuma kitu, kalete kitu fulani siendi. Kiburi kinachozungumzwa kwenye Biblia ni kile cha kuona kwamba ni uwezo wangu, ni nguvu zangu, ni akili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Yes, kwa hiyo tukiwa ni watu wenye kuthamini neema ya Mungu kwenye maisha yetu, tutakuwa ni watu wa kushuka, watu wa kunyenyekesha, ili neema ya Mungu isiondoke kwetu. Maana amesema anawadhili, anawashusha wenye kiburi. Now, if we are people who value the grace of God in our lives, we will be humble, because we will not wait for God to humble us if we are proud. Yes, na ukiwa ni mtu ambaye unathamini neema ya Mungu kwenye maisha yako, utakuwa ni mtu wa kuenenda kwa hofu ya Mungu. Uenendi kawaida tu, kuchukulia kila kitu ni kawaida kwa mazoea tu. Kila kitu unachukulia kwamba ni neema ya Mungu, ni mkono wa Mungu, ni uweza wa Mungu, ni nguvu ya Mungu, ni Mungu. Kila kitu ni Mungu. Kwa hiyo hutaenenda kawaida. If you value the grace of God in your life, then you will walk in fear and reverence to the Lord. Hutamtumikia Mungu kwa kawaida. You will not serve God in a usual hutakaa manner. kwenye wokovu wako kwa kawaida. You will not settle in your salvation in a usual way. Hutafanya chochote kawaida. Yaani kila kitu unajua kwamba ni Mungu. You will do everything extraordinary because you know it is by the grace of Sema God. nataka kuwa kati ya watu ambao wanaothamini neema ya Mungu katika maisha yao. Pigie Bwana Yesu makofi. Clap your hands to our Lord Jesus. Nikajikuta nimejiandikia tu hapa epuka. Sema epuka. 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 Mwambie jirani yako epuka. Epuka. Iambie nafsi yako epuka. Epuka. Yes, so, tusome Wakorintho wa 2:6-1. 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasihi msiipokee neema ya Mungu bure. Yes, mwambie jirani yako epuka kuipokea neema ya Mungu bure. Epuka kuipokea neema ya Mungu bure. Yes, hasa neema ya wokovu ambao Mungu ametupa isiwe ni bure. Especially the grace of salvation which we have received, let it not be in vain. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Neema ya wokovu ambao Bwana Yesu ametupa ama Mungu ametupendelea, tusifanye bure, tusichukulie, yani isiwe ni ya bure kwetu. The grace of salvation which God has granted unto us, let it not be in vain. Kubali ile neema ya wokovu iweze kuhuisha, kubadilisha maisha yako. Allow the grace of salvation to renew your life. Kubali neema ya wokovu ibadilishe maisha yako. Allow the grace of salvation to change your life. Kubali neema ya wokovu ikufanye ufanane na Kristo. Allow the grace of salvation to make you look like Jesus Christ. Kubali neema ya wokovu ikufanye umpendeze Mungu. Allow the grace of God to make you
do what is the will of God. Kubali ile neema ya Mungu kwenye maisha yako imzalie Mungu matunda. Allow the grace of salvation in your life to bear fruits for God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Usikubali neema ya Mungu ya wokovu kwenye maisha yako ikawa ni bure. Do not let the grace of salvation in your life to be in vain. Epuka neema ya Mungu ya wokovu aliyokupa kwamba iwe ni kitu cha kawaida. Do not let the grace of salvation which God has granted to you to be just a normal thing. Mungu anataka hiyo neema ya wokovu aliyokupa wewe ikufanye uwe taa, uwe chumvi, uwe barua, uwalete na wengine kwake. God desires that the grace of salvation he has given unto you, you may become the salt of the world and you become the light of the world. Praise the Lord Jesus. Neema ile ya wokovu ambao Bwana Yesu ametupa isitufanye tena tusichukulie kawaida ama ikawa bure kwetu, tukafanana tena na kule ambako tumetoka, tukafanana na wale ambao hawajaipokea. Let not the grace of God unto you be in vain, just like and become like the world which they have not yet received the grace of neema ya salvation. Mungu iliyoko juu ya maisha yako ikutofautishe na dunia. Allow the grace of God upon your life to make you unique from this world. Haya, lakini neema yoyote ile ambayo Mungu ameachilia kwenye maisha yako ya afya, ya elimu, ya kazi, ya fedha, ya nini, usikubali hiyo neema ikawa ni bure. Do not allow any grace, be it of health, wealth, or anything in your life, be in vain. Tumesema kila kitu ni neema. We said everything is by Kazi the grace. aliyokupa Mungu isiwa ni bure. The work that God has granted you, let it not be in aliyokupa Mungu vain. na vingine vyote visiwe ni bure. Let not the health and everything else that God has given you become in Viwe vain. kwa ajili ya ufalme wake. Let it be for God's own kingdom. Elimu aliyokupa Mungu iwe kwa ajili ya ufalme wake. Sije kuwa Mungu amekupa elimu alafu ukatumia ile elimu kuyatenda mambo ambayo ni kinyume na ufalme wa Mungu. Let the education that God has granted you be used for God's kingdom benefit. Fedha alizokupa Mungu ziwe kwa ajili ya ufalme wake. Zitumie kwa njia ambayo ni sahihi kwa ajili ya kujenga ufalme wake. The money and the wealth God has granted you, let it be for his own kingdom. Amen. 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 Na mengine yote ambayo Mungu ametupa yasiwe kwamba ni bure. And everything else which God has granted us, let us not let it become in vain. Yasiwe kwa ajili ya kunufaisha ule ufalme wa giza. It should not be to benefit the kingdom of darkness. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mungu hajakupa nguvu ya mwili uende ukafanye ukahaba. God has not given you strength in the body to become a harlot. No. Au hajakupa uzuri ukafanye ukahaba. God has not given you beauty so that you can go and be a harlot. Hiyo neema ya Mungu aliyokupa kakuumba jinsi ulivyo ni kwa ajili ya ufalme wake. The grace on how God has built your body is because for his own kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Basi nasi tukitenda kazi pamoja naye tawasi msipokee neema ya Mungu bure. Mwambie jirani yako usipokee neema ya Mungu bure. Let us not take the grace of God in vain. Natamani kwamba uelewe si tu neema ya wokovu. Chochote kile ambacho kwenye maisha yako usichukue ni bure, kimekuja tu, kimetokea tu, kikawepo, hakina faida. Kinatakiwa kifanye kazi kwenye ufalme. Not just the grace of salvation, but everything good that comes to your life, it has to do the work of the kingdom of God. It should not be in vain. Praise the Lord Jesus. Kipaumbele kikiwa ni ule ufalme wa Mungu. Neema ya wokovu ambayo umepewa usifanye bure. Yani isiwe tu ni kitu cha kawaida kwako, kama ulipokea dini au ulipokea zawadi gani ukaweka mfukoni alafu ukaenda. Let not the grace of salvation be in vain unto you. Kuna mtu ananielewa hapa? Amen. Roho hii hapa kuna mtu ananielewa? In this phrase, there's someone who understands. Hii roho hapa kuna mtu anaelewa kitu? Kuna mtu anaelewa? Eti dada, unaelewa nini? Au umeelewa nini? Nimeelewa kwamba tunatakiwa neema ya Mungu ambayo iko kwenye maisha yetu isiwe bure. Tuitumie katika kuujenga na kuukuza ufalme wake. Pigie Bwana Yesu makofi. Ninavyosema hivyo simaanishi tu kwamba yani chochote ambacho ni chema unakifanya kupitia kile ambacho Mungu ameweka kwako, unaujenga ufalme wa Mungu. Umemsaidia maskini kwa sababu Mungu amekupatia
senti kadhaa kwenye mikono yako na wewe ukatumia kumsaidia mtu mwingine, umetumia ile neema ya baraka ya fedha ambayo Mungu alikupa kwenye kujenga ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. If you give alms to the needy, then you have used it for the kingdom of God, because you have used the wealth God has given you for God's own glory. Na kadhalika na kadhalika. And so much more. Amen. Amen. Lakini pia jambo lingine ambalo nilijiandikia, epuka kujisifu. Avoid boasting. Wakorintho wa kwanza 1:29. 1 Corinthians chapter 1:29. Neno la Mungu linasema mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Let anyone that has flesh should not boast before the presence of God. Usije ukasema, nadhani nilishasema, usije ukasema ni kwa sababu nilikuwa na bidii sana ndio maana nilifaulu. Ni kwa sababu nilikuwa na nguvu sana ndio maana niliweza kukamilisha kazi ile. Ni kwa sababu nilikuwa najilinda sana ndio maana sikudhurika. Ni kwa sababu nilikuwa makini sana ndio maana sikukutwa na jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us not say it is because I have the power, it is because I am too smart, I was able to accomplish that task. No. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mungu anasema kama tunataka kujisifu basi tujisifu kupitia jina lake, kwamba Bwana amenisaidia. Hata hiyo bidii uliokuwa nayo darasani wakati unasoma ukafaulu, ni neema ya Mungu ilikupa hiyo bidii, sio nguvu zako. Sio, unanielewa? Amen. Ni neema ya Mungu ilikupa hiyo bidii ndio maana ukaweza kufanya bidii ukafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Si nguvu zako. It is not by your own power or might, but by the grace of God you are even able to do well in your school. Kwa tusijisifu, tusijiinue, tukadhani ya kwamba kuna kazi yote ile tumefanya hata kwenye neema ya wokovu, tusije tukafikiri kwamba ni kwa sababu fulani ndio maana nikapata kuokoka. Hapana. Now let us not boast or be proud that because of anything we have we are able to receive the grace of salvation. Okay. No. Na jambo lingine ambalo nimesema epuka mazoea. Avoid habitualization. Mungu anataka tuithamini neema ambayo ametupa, tusizoelee. God wants us to value the grace he has given us and we should not squander it. Tuithamini na tuwe aware. Jambo la msingi sana hapa ambalo natamani kila mtu atoke nalo, hata mtoto mdogo, ni ile awareness ya kwamba ni neema ya Mungu. Ni ule uwezo wa kutambua ya kwamba ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu imeniwezesha hivi. Ni neema ya Mungu itakayonisaidia kufanya hivi. Ni neema ya Mungu itakayonisogeza mahali fulani. Ile awareness Mungu anataka tuithamini. It is the awareness of the grace of God in everything. God wants us to be aware of it. Hakuna anayestahili mema yoyote kwa Mungu. No one deserves any good from God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tusichukulie jambo lolote lililo jema kwenye maisha yetu kwa mazoea. Tusichukulie neema ya Mungu kwa mazoea. Now let us not take the grace of God for granted. Epuka mazoea. Avoid habitualization. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Business as usual. Kwamba unaamka asubuhi unajua nitafanya ABCD, umeshazoea hivyo. Unasahau kwamba ni neema ya Mungu inayokusaidia kufanya hizo ABCD. Don't live a life of business as usual, but you have to realize it is by the grace of God. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Nikaweka mambo kadhaa kwamba namna gani basi nitunze hii neema ya Mungu. Napita tu namna gani nitunze neema ya Mungu kwenye maisha yangu. Now how can I keep the grace of God in my life? Jambo kubwa sana ni utii na unyenyekevu. The first thing is obedience and humility. Natamani tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15. 1 Samuel chapter 15. Mstari wa 22. Ama nitoe tu brief tusiendelee kutumia muda mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa habari ya utii na unyenyekevu ili neema ya Mungu iendelee kuwa pamoja nasi. We have to be obedient and humble so that the grace of God can Kuna keep mtu dwelling. anaitwa Sauli. There's a person who is known as Saul. Tunamfahamu katika Biblia.
We know him kama in the mfalme wa Bible kwanza wa Waisraeli. as the first king of Israel. Alienda vitani kupigana na Waamalek, na Mungu akampa amri ama maelekezo kupitia nabii Samueli kwamba asisaze chochote. Now he went to war against Amalekites, and God told him to destroy everything. Asisaze chochote, kwamba asibakishe mtu hai wala asibakishe chochote ambacho hajakiharibu. That he should not leave anything alive. Everything should be destroyed. Lakini Sauli alifanya kinyume. But Saul did the opposite. Kuna wafalme ambao alimwacha mfalme mmoja anaitwa Agagi. He left one king called Agag. Lakini pia akaacha na baadhi ya mifugo, baadhi ya mali kwa kisingizio, na naamini alikuwa anamaanisha kwamba hawa ng'ombe, hawa mbuzi, hawa sijawaharibu, sijawaua kwa sababu nataka niwachukue nikamtolee Mungu sadaka. I am positive he had a good intention to go and sacrifice the sheep and the spoils he left. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ukisoma hiyo mistari mpaka mwishoni hapo anasema kwamba kwa jambo hilo Sauli alivuliwa ufalme. Now when you read that scripture till the end of the chapter, you realize for that thing Saul was stripped of his kingship. Ufalme uliondolewa kwake kwa sababu ya kutokutii. The kingdom was taken away from him because he failed to obey God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Ile neema ya ufalme iliyokuwa juu yake iliondolewa kwa sababu tu alikosa kumtii Mungu, akidhani ya kwamba ataacha kumtii Mungu alafu atumie vitu ambavyo hajamtii Mungu kwavyo akamtolee sadaka, akidhani kwamba Mungu ataithamini ile sadaka kuliko agizo ambalo alikuwa amempa. Now Saul, he thought that he would disobey God and use the very same object of disobedience to give sacrifice unto God and think that God would be pleased. Kwa maana hiyo, kwa kukosa kutii, neema ya Mungu, neema ya ufalme iliyokuwa juu ya Sauli iliondolewa kwake, akapewa Daudi. By lack of obedience, the grace to be king over Israel was taken away from Saul and was given unto David. Yamkini alikuwa ameona ule ufalme ni kitu cha kawaida, ameshapewa yeye ni mfalme, lakini kilivyoondolewa kwake, ukisoma hicho kitabu utaona namna gani ambavyo alishia kuishi maisha ya kuhangaika, ya kusumbuka, tofauti kabisa na mfalme ambavyo alipaswa kuishi. Perhaps he had taken it for granted, but afterwards when you keep reading the entire book, you will see how he lived a life of troubles, not like a king is supposed to live. Ni sawa tujifananishe na Sauli. Hata sisi leo hapa tunaweza tukawa ni watu ambao yamkini tunafanya ibada, tunafanya ibada, tunakuja kanisani Jumapili, Jumatatu, Alhamisi, lakini simtii Mungu. Kila ambacho Mungu anakisema na anasema na mimi simtii. Kwa nini? Sikishiki, siendi kukiishi. Hata kama ninakuja ibadani kila siku, lakini simtii Mungu, ni kazi bure, wala neema ya Mungu haiwezi kuwa pamoja na mimi. Now let us compare ourselves to Saul. We can come to church Sunday and every weekday, but still we do not obey the word of God. That means we are just like Saul, and the grace of God will just depart. Naamini ya kwamba hakuna mtu ambaye anasinzia, maana tunamaliza. Haleluya. 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 Mwambie jirani yako, usifanye ibada bure. Usifanye ibada bure. Usiwe mtu wa ibada bila faida. Usiwe mtu wa ibada bila faida. Ili ibada yangu iwe na faida, nitangulize kumtii Mungu. Mungu. Tunajua kwamba ibada ni sadaka, Amen. Ibada ni sadaka. Kwa hiyo ninapokuja mbele za Mungu kumtolea Mungu ibada, sadaka ya ibada, lakini simtii Mungu, ile ibada yangu ni bure. So we know that worship is a sacrifice. Now when I come to worship God but I do not obey God, then my sacrifice is not acceptable before God. Na neema ya Mungu haiwezi kuwa pamoja na mimi. And the grace of God cannot be with me. Haiwezi kuwa na maisha yangu. The grace of God cannot be over my life. Kufanya namna hiyo ni sawa na kufanya unafiki, kutaka kumrubuni Mungu. Doing that way means I'm living in hypocrisy and I want to bribe God. Yes, kumfanyia Mungu ibada ama
kujaribu kujionyesha kwamba mimi ni mtu wa ibada, lakini simtii Mungu. Nina vitu ambavyo nimeficha huko ndani, nina dhambi za siri na mambo mengine yanayofanana na hayo. Havina faida yoyote wala tena vinafukuza neema ya Mungu kwenye maisha ya mtu. Now, having a double standard life, showing outward that I'm a person living a godly life, and yet I have secret sins and a lot of evil life hidden in me, that is something very bad, and it chases away the grace of God. Mungu anataka tumtumikie kwa mioyo yetu na si kwa nje, si kwa midomo yetu. God wants us to serve him from our hearts, not just through our lips. Yes, kumtumikia Mungu kwa mioyo ni kumtii. Serving God through our hearts means obedience. Kushika kile ambacho anatuambia. Obeying what he says to us. Ndio maana anasema katika Yohana 14:15 kwamba mkinipenda mtashika amri zangu. That is why he says in John 14:15 that if you love me you will hold my commandments. Kushika amri ni kumtii Mungu. Holding the commandments is loving God. Sawa sawa na Kumbukumbu la Torati 28:1 anasema, na itakuwa kama ukinisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako, baraka hizi zote zitaambatana na wewe. Kuna neno bidii pale. Ile bidii maana yake ni kumtii Mungu. Yaani usikilizi tu, unasikiliza alafu unalingangania, unaliishi, unalifanya la kwako. Now if you listen to God diligently, the word diligent is very important there. Mwambie jirani yako, tafuta kuwa mtii wa neno la Mungu na amri zake. Tafuta kuwa mtii wa neno la Mungu na amri zake. Ili neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ili neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Simaanishi kwamba ukitii ndio unamshawishi Mungu aachilie neema yake juu yako. I do not mean that by your obedience you convince God to release his grace upon you. Hallelujah. Hallelujah. Lakini neema ya Mungu inakuweka mahali, hiyo bidii ama huo utii inakuweka mahali ambapo neema ya Mungu inakuwa accessible, ama inakuwa zaidi karibu na wewe. But that diligence and obedience keeps you to a position where the grace of God is more accessible to you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Na utii kwenye jambo hili ni ufunguo. Utii kwenye neema ya Mungu ndio ufunguo. Obedience in the grace of God is deliverance. Ni ufunguo, the key. Is the key. Yani kama ili neema ya Mungu iweze kuwa kwa mtu, kitu cha kwanza na cha msingi sana ni utii. So for the grace of God to be in your life, the first most important thing is obedience. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana wa majeshi asifiwe. Praise Mungu the wetu Lord of hosts. atukuzwe. Let our God be praised. Yes. Mtu mtii ni mtu mwenye moyo pia wa unyenyekevu. An obedient person is the one who has a humble heart. Chochote unachokitafuta kwa Mungu, neema yake ipate kuwa juu yako, hakikisha kwamba unauelekeza moyo wako kwenye kutii. Mtumishi wa Mungu amesimama hapa akasema twende hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Tii, sikiliza lile neno tii, tafuta namna ambavyo utalishika, tafuta namna ambavyo utaliishi. Just obey the word of God and seek to hold fast whatever word comes from the mouth of God, ili neema ya Mungu iweze kuwa juu yako. so that the grace of God can be over you. Lakini jambo lingine pia ni haki na utakatifu, itakusaidia kutunza neema ya Mungu kwenye maisha yako. Something else is righteousness and holiness. It helps you to keep the grace of God in your life. Mungu wetu ni mtakatifu, hachangamana na chochote ambacho ni kichafu. Our God is holy and does not attach himself to something Neema ya Mungu unholy. haiwezi kuambatana na yeyote ambaye ni mchafu. The grace of God cannot dwell in a person who is not holy. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Yes, tumesoma ya kwamba tumeokolewa kwa neema. We have read Kwamba that. sio haki yetu wala sio utakatifu wetu ulitufanya tukaokolewa. Lakini tuendelee basi kuishi katika dhambi kwa sababu neema ya Mungu ipo? Now, should we keep on living a life of sin because there is grace of God? Tuendelee kuishi katika dhambi kwa sababu neema ya Mungu ipo? Should we keep on living a sinful life because the grace of God is present? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Tito, Jesus. Biblia inasema ya kwamba kwenye ile Warumi 6:1 na Biblia inasema la hasha.
tusifanye hivyo. Na kitabu cha Tito 2:11 na 12 anasema neema ya Mungu imefunuliwa kutufundisha kukataa ubaya, maana yake kukataa dhambi. Kwamba tumeokolewa haina maana kwamba tuendelee kutenda dhambi kwa sababu neema ya kututakasa bado ipo. Hapana. From the book of Titus chapter 2 it says we should not keep the grace is revealed unto us so that we can oppose sin. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Sisi ambao tulifia dhambi tutaishije tena katika hiyo dhambi? We who are dead for sin, how can we be alive in sin? Yesu alituokoa akatuweka mahali ambapo anataka tutembee katika hofu yake, katika utakatifu wake. Tuendeleeje tena kuendelea kuishi katika hiyo dhambi? Jesus delivered us and died for us. How then can we keep on living in that sin? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Mwambie jirani yako haki na utakatifu. Haki na utakatifu Vitakusaidia kuitunza neema ya Mungu. Vitakusaidia kuitunza neema ya Mungu kwenye maisha yako. Kwenye maisha yako. Thamini sana neema ya Mungu. Thamini sana neema ya Mungu Mungu kwenye maisha yako. Iliyoko kwenye maisha yako. Usichukulie kwa kawaida. Usichukulie kawaida. Usichukulie chochote kwa kawaida. Usichukulie chochote kwa kawaida. Ni neema ya Mungu. Ni neema ya Mungu. Pigie Bwana Yesu makofi. Clap your hands to our Lord Jesus. Hebu naomba tusimame. Tusimame. Nashangazwa na neema yako. Nashangazwa na neema yako. Hebu nyenyekea mbele za Mungu. Yesu nyenyekea mbele za Mungu ukitafakari neema ya Mungu juu yako. Asante Yesu. Nashangazwa na neema yako Yesu. Yesu asante Yesu. Asante kwa neema. Nashangazwa na neema yako Yesu. Asante kwani nashangazwa na neema zako Yesu. Asante kwani nashangazwa Nashangazwa
Tunashangazwa na na neema yako. hebu ione neema ya Mungu kwako, Hiyo neema yako Yesu, kwamba wewe umekuwa mwema kuliko yule anaitwa marehemu. Leo wewe unaishi neema ya afya, neema ya uzima. na hiyo neema yako. Ione neema ya Mungu ya afya juu ya maisha yako. Wewe ni mwema kuliko yule aliyeko Ocean Road, aliyeko Muhimbili kitandani leo. Nashangazwa. Angalia neema ya Mungu na ya baraka aliyoachilia kwenye maisha yako. Umempa nini Mungu wewe? Umempa nini Mungu wewe? Asante kwa neema, nashangazwa. Nashangazwa kwa neema zako, kwa neema yako. Neema yako Yesu, neema yako Yesu wewe. Asante kwa neema. Nashangazwa na neema. Nashangazwa Yesu, Yesu wewe. na neema yako. Neema yako Yesu wewe. Yesu wewe. Asante kwa neema. Asante kwa neema. Yesu, nashangazwa na neema yako. Nashangazwa. Tafakari neema yako. Hiyo neema yako Yesu. Yesu wewe. Asante kwa neema. Asante kwa neema. Hebu tafakari, hebu tafakari. Pate neno la kumwambia Baba asante. Tafakari neema ya Mungu juu ya maisha yako. Nafasi yoyote ulionayo, yamkini wewe ni mwanafunzi, yamkini wewe ni mzazi, yamkini wewe ni mfanyakazi. Tafakari neema ya Mungu, kapate jambo la kumwambia Mungu asante kwa yale ambayo umetenda kwangu. Mungu, ninajua ni neema yako Bwana, ninajua ni neema yako ninaishi Bwana, ninajua ni neema yako niko jinsi nilivyo, ni neema yako ninaweza kufanya kazi zangu za kila siku Bwana, ni neema yako Mungu mwaminifu, ni neema yako Bwana, ni neema yako Mungu mkuu, kwamba tunakusanyika mahali hapa tunaliitia jina lako Bwana. Ni neema yako Mungu mwaminifu iliyotuokoa, ni neema yako Bwana. Tumeona wako wengi Mungu wanaopitia mambo mengi Bwana, lakini sisi umetuweka jinsi tulivyo. Ni neema yako Jehova, ni neema yako Mungu. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa hiyo neema, huku ukitafakari yale mengi ambayo Bwana amekutendea. Mshukuru Mungu. Tumesema watu wanaothamini neema ya Mungu maishani mwao ni watu wenye mioyo ya shukurani, ni watu wenye mioyo ya shukurani. Shukuru Mungu, mshukuru Mungu kwa yale ambayo amekutendea, kwa yale unaoyaona, kwa ule wema wa Mungu. Na kuambia haukustahili, hatukustahili, hatukustahili lolote mbele za Bwana. Sioni watu wanaomshukuru Mungu, sioni watu wanaomshukuru Mungu, sioni watu wanaomshukuru Mungu. Shukuru Mungu, mimina moyo wako kwa Bwana kwa shukurani. Mimina moyo wako kwa Bwana ukimshukuru Mungu kwa habari ya neema yake ambayo amekupa. Asante Yesu, asante Yesu, asante Mungu mwaminifu. Asante Baba kwa afya, asante Yesu, asante Yesu kwa familia yangu, asante Yesu kwa uzao ulionipa. Oh Yesu, wako wanaoitwa tasa hawakuwahi kupata mtoto Bwana. Oh, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Jehova, asante Mungu mwaminifu. Wako ambao ni vipofu, Mungu mwaminifu, si kwamba mimi ni mwema hata naweza kuona, ni neema yako Bwana wa majeshi. Asante Mungu wangu, asante Mfalme. Mshukuru Mungu, mimina moyo wako, mshukuru Mungu. Mungu anapendezwa na mioyo ya shukurani. Mungu anataka tuthamini kila ambacho ametenda kwetu, tukionyeshe, tukidhihirishe
kwa vinywa. Yesu, asante kwa uzima nilio nao. Najua wako wengi wema tu Bwana, ambao wameondoka hata hawajafika umri nilio nao. Mungu, kwamba ninaishi ni neema yako Bwana, ni neema yako Mungu, ni neema yako Yehova, ni neema yako Mungu wangu, ni neema yako Mungu. Asante Mungu mwaminifu, asante Mungu mkamilifu. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Tamani nione watu wanaojali kile ambacho Mungu, neema ya Mungu imetenda kwao. Tilia moyo wako, mshukuru Mungu. Kuvujisha moyo wako mbele zake. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Asante Yesu. Ugonjwa ule Yesu, niliumwa lakini nilipona, lakini wengine wameumwa ugonjwa huo wamekufa Bwana. Neema yako imeniokoa, neema yako imeniponya na mauti, neema yako imeniponya na mauti Yesu, neema yako imeniponya na aibu, neema yako imeniponya na aibu Bwana wa majeshi. Hadi alitaka niaibike, lakini neema yako Yesu ikanisaidia, neema yako ikanivusha. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Mshukuru Mungu, hatujamaliza kumshukuru Mungu. Mungu wa kinywa chako, wewe ndio unajua wema wa Mungu kwenye maisha yako. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Asante Yesu, asante Yesu. Yesu, asante sikuzaliwa kilema. Yesu, asante sikuzaliwa na shoti ya namna yote. Si kwa sababu nilistahili Bwana, ni neema yako tu Mungu wangu. Yesu, asante. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Nashangazwa na neema yako Yesu we. Asante kwa neema, asante kwa neema Yesu. Umenipenda kupita upeo, asante kwa neema. Asante Yesu, we Yesu wewe. Asante Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa na hiyo neema yako Yesu wewe. Asante kwani nashangazwa na neema yako Yesu wewe. Yesu wewe. Asante kwani nashangazwa Shangilie sana Bwana Yesu. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Asante Yesu. Wakati huo ukitafakari, unagundua kwamba ni mara nyingi tumeabuse neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Hatujaithamini neema ya Mungu. Tumechukulia ni kawaida, wakati mwingine tukajiona kama ni nguvu zetu, ni akili zetu, ni ile bidii tulifanya. Hebu nyenyekesha moyo wako mbele za Bwana, kwa sababu hatutaki chochote tena kitudanganye, kitusahaulishe ya kwamba ni neema ya Mungu inayofanya kazi juu yetu. Nyenyekesha moyo wako kwa Bwana, hata ukiwa umesimama vivyo hivyo, namna yote ile ambayo unaona, unaelekeza moyo wako kwenye kiti cha rehema. Mwambie Baba ni rehemu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninanyenyekea kwako mchana wa leo. Ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu
kwa kuto kuithamini neema yako katika maisha yangu, kwa kuchukulia neema yako kwamba ni kawaida, kwamba ni akili zangu, kwamba ni nguvu zangu, kwamba ni bidii yangu. Mungu, naomba unirehemu kwa kuchukulia neema yako kwamba ni mazoea. Ninaomba unirehemu Bwana. Hebu nenda mbele za Mungu, mwambie akurehemu, asikuhesabie hatia kwa kosa hilo. Roho Bwana ametufundisha leo, na hatutarudi tena kuichukulia neema ya Mungu kama ni mazoea, kama ni stahili, kama ni kawaida. Baba, tunaomba uturehemu. Yesu, tunaomba uturehemu. Mwana wa Mungu, turehemu. Mfalme mwema, turehemu. Tumegundua mahali ambako tumekosea. Tumeiona wazi dhambi yetu ya majivuno, dhambi yetu ya kiburi. Mungu mwaminifu, ndio maana tulienenda kama ambavyo tumeenenda, kwa namna ya mazoea, kwa namna ya kusukumwa sana. Mungu, hata katika wokovu uliotupa tukaenenda kama tunavyotaka sisi. Bwana wa majeshi, tukasahau ni neema yako ilituokoa, na ya kwamba inatupasa kutunza neema hiyo na vyote ambavyo tunavyo Bwana, kwamba ni neema yako imetukirimia, si kwa chochote ambacho tumefanya kustahili. Baba, tunaomba uturehemu. Yesu, tunaomba uturehemu. Roho Mtakatifu, turehemu. Hata wakati ambapo ulitusemesha ili tumshukuru na kumtukuza Mungu na kumshuhudia Bwana, bado tulinyamaza kimya, kana kwamba ni kwa nguvu zetu, kana kwamba ni kwa akili zetu. Mungu mwaminifu, tunaomba huruma, tunaomba rehema zako kwa viburi vya mioyo yetu. Tumegundua Bwana kosa letu, tunaiona waziwazi dhambi yetu. Rehema zako zikawe juu yetu. Tunajua kwamba yule adui alitushtaki kwa ajili ya kiburi, kwa ajili ya kuto kuithamini neema ambayo umeiweka kwetu Bwana. Mungu mwaminifu, tunaomba damu ya mwanao Yesu Kristo, ile damu ya thamani, ikafute hayo mashtaka, ikafute hizo hukumu ambazo ziliingia kwetu kwa sababu ya kuto kuithamini neema yako Bwana. Kafute hayo madai yote Mungu mkamilifu, katufanye tena weupe kama theluji Yesu. Na kuanzia leo Bwana, tunaweka agano mbele zako Mungu mwaminifu, ya kwamba hatutaacha tena kuithamini neema ambayo umetupa. Hatutaacha tena kuthamini neema yako katika maisha yetu, kuanzia neema ya wokovu Bwana, hata neema ya vingine vyote ambavyo umetukirimia. Hatutaacha tena kuvithamini Yesu. Tutathamini na tutajali na tutakushukuru na kukushuhudia ya kwamba si stahili yetu, ya kwamba si nguvu zetu, ya kwamba ni wewe Bwana. Asante Yesu, asante mfalme mwema, asante Mungu mwaminifu. Pigie tena Bwana Yesu makofi mengi.